Banati mwanangu, fanya kazi yako, uwanja ni wako. Komesha leo huyu mtu. Mama, nataka nifanye kitu hadi usingizi wake ujutie asubuhi. Wanawanga tu ni uchawi tu, wanawanga tu ni uchawi. Safi sana. Kwa leo nimemkomesha Vizuri. Mkataba ile hali ilomkuta Batuli pale awali imemrudia tena upya, haongei wala hali tangu juzi tulipomchukua kule mtaa Saudi Arabia. Sasa wewe Firari, kwa hiyo sasa tunafanya kitu gani sasa hapo unapoona? Hapa cha kufanya kuna kitu mimi nimekifikiria. Sio, namkumbuka yule mshikaji ambaye siku ulimleta ule mtu kule mtaa Saudi Arabia. Twende hapo. Twende. Kaa chini hapo. Kaa chini. Kila vipi? Firari, mtuhumiwa huyu. Yaani huyu ndo snitch, hao ndo masnitch wa kule watoto wa mtaa Saudi kule. Yaani kupitia huyu tutajua mazingira yote kuhusu tukio zima lilofanyika kuhusu dada yetu Batuli. Kila hii familia kivipi sasa? Huyu ni mwenzetu, ila yupo mtaa Saudi Arabia kule kwa sababu yupo kazi maalum tu, ila yupo huko. Asa Firari, ngoja nipangilia mzee mwenzangu. Ni kweli sio kupangilia, lakini nafikiri kwamba niko tafuta nafasi tu tuongee kuhusu hilo. Firari, mambo yote ungeka wazi tu. Unajua kabisa usika wangu, ndugu yako anzisha kibao mtaa mzima. Afu mimi na nafasi yangu bwana. Sendeko, usijali kuhusu hilo. Mimi nafikiri hakuna kitu chochote ambacho watu watajua. Tena uzuri zaidi ndio itakuwa picha mzuri kwa watu, kwa kuamini kwamba haupo pamoja na sisi. Ipo hivyo. Familia ile ndio Firari, familia, lakini muda mwingine unakuwa unanipangilia mapema mzee mwenzangu. Si unajua? Kwa sababu mirocho hiyo. Yaani mimi nikija tena tripu nyingine hapa, nikija na mtu unakuta anavuja damu Firari. Sikufichi wala nini, muuni wangu nakupanga, ni familia yangu. Yaani nakupanga ni. Nikija na mwingine hapa anavuja damu yani. Simleti kama hivi, namleta kama mtu kama Mwanamwali bwana, kama hivi. Na kwa mazingira gani sasa hapa? Bwana Rocha rafiki yangu hao na Rocha watu wadogo hao. Basi kwa ila noma. Basi baada ya pale mimi baadaye nilioana naye. Aliniambia kila kitu kilichonikuta Batuli pale awali. Ni muda mrefu sana nimeshakueleza hisia zangu, lakini naona kila siku unanipiga chenga, umeingia huku umetokea kule, yani haueleweki. Batuli, mimi leo nahitaji unipe jibu moja tu. Hili moja tu, kama inawezekana au haiwezekani. Na kama inawezekana basi nije nikutolee barua. Batuli, mimi nakupenda sana. Batuli, mapenzi hisia. Mapenzi majani Batuli. Si umenielewa Batuli? Naomba basi unipe nafasi. Sikupendi na hilo jibu halitakuja kubadilika kama. Alafu haujui kama mimi nasoma. Sasa Batuli, kusoma na mapenzi yameingiliana nini? Batuli, kwani mimi kuna kitu kibaya hapo nimekueleza jamani Mimi nahitaji mwanangu Samaila aje akuite mama. Unajua Samaila anataka sana kuwa karibu na mama, anamwacha peke yake naumia. Batuli,
Batuli, mimi nakupenda sana Batuli. Da ubaya huo, ubaya huo, ubaya huo uzwi, ubaya huo, ubaya huo, ubaya huo unakuja mara moja, ubaya huo. Tumekaribia kufika dakika moja. Nasema ya nini? Nisikilize hisia zangu Batuli. Ni mara ngapi nishakueleza hisia zangu? Niache bana. Basi nipe hata dakika moja tuzungumze sasa Batuli. Twende basi, twende. Baba. Vipi hapa? Ingia ndani nakuja. Oh, mkataba wa amani, mkataba. Oh, mkataba wa amani, mkataba. Oh, mkataba wa amani, mkataba. Leo umeingia katika mdomo wa mamba, yani wapa wote utawala wangu. Yaani hapa nakufanya chochote. Batuli. Mimi si mara ngapi nakueleza hisia zangu Batuli, afuta kunielewa. Siku ile Samaila akakukomboa, si ndio? Bahati yako. Ningekupiga ndani. Mimi nakueleza. Niache. Kuelewa hisia zangu ni mara ngapi? Unacheka? Unanicheka? Unanicheka mimi? Unanicheka mimi? Unanicheka? Unanicheka mimi? Unanicheka mimi chizi? Unanicheka? Havija kukolea vibao. Yaani mbona unanicheka wewe? Sasa Ferrari, kama ushahidi, mazingira yote, kila kitu yani yapo Azlan, tunachosubiri kitu gani? Sawa, lakini Kila, mi naomba kwamba hii kazi nataka nifanye kwa mikono yangu. Ikitokea nimeshindwa, basi nitakushirikisha tuifanye wote. Watu liongea nini? Mamia. Sasa hiyo ndo salamu rafiki yangu. Sio salamu, tuliongea nini? Si tulikubaliana baadaye unitafute ama? Nisikize nikwambie. Yaani unavyoniona hapa mimi ndo naamka saa hizi. Na nimeamka hapa mwili wote unaniuma rafiki yangu. Yaani kama nimebeba zeki yani. Wewe ulipofika hapa utakuwa kwanza uulize hali ya wenzako. Unazungua. Mimi nakujua Ferrari bwana, ndugu yangu, mimi nakujua. Utaanza kuleta mambo yako na niu hapo, ukitia nini, unajua wewe, unajua nikwambie kitu. Yaani wewe mtu ambaye una huruma afu angalia tatizo limekuta da sister ili unielewe mwanangu Ferrari. Yaani upole wako, unyonge wako, yaani mpaka anashindwa kuelewa tayari mpaka nifanye vipi. Sasa poa. Kuhusu hilo Kila, usijali. Mimi unyonge naeka pembeni. Kwa sababu watu waliofikia sasa hivi ni kufanya tu na sio maneno tena. Fanya hivyo Ferrari ndugu yangu. Basi fresh, mimi washenzi vyote mimi namalizana nao. Wacha niimalize hii kazi. Kama unaniaminishia hivyo nini ndugu yangu baridi rafiki yangu. Mimi naelekea kwa sister mara moja. Unaenda kufanya nini? Baada ya sema na maongezi na mimi. Kwa hiyo ndo nataka niende huko nikazungumze naye. Sawa, nenda huko, ila baadaye mimi mgeni wako nakuja kulala pale usiku. Nenda baadaye nakuja kulala, hujanisikia ama? Unakuja kulala hapa? Hapa. Sawa, hapa siku yako bwana. Basi twende, tunaenda kuachana njiani. Twende. Mkataba huo, mkataba huo wa amani. Mkataba huo, mkataba huo wa amani. Masamaila, hivi ni kitu gani ulichokifanya humu ndani? Yaani wewe unakula vitumbua vya mtoto na kati unajua kabisa mtoto kaenda shule anatakiwa akirudi awe.
Na hata siku moja tangu kurudi hujawahi kukaa jikoni kupika, mazingira yote mimi ndo napika mimi. Chakula kipo nini? Alafu Masmaila, hivi una akili kweli wewe? Vitu gani unavyovifanya vya ajabu hivi? Sasa ushasema mwanangu, kwa hiyo mimi nikila vitumbua kuna nini yani? Masmaila, nisikize kwamba kitu kimoja. Samaila, wewe mwanao ni lazima umuonee huruma, si umenielewa? Kama uliweza kubeba ujauzito miezi 9 mpaka ukaja ukamzaa, kwa ajili gani amekuja duniani ya kumuonea huruma? Hiyo ni akili au matope? Kilichonikera mimi ni kwa sababu tu umekula vitumbua. Kwa hiyo unatakaje? Kwa nini hujampikia mtoto? Kwa nini hujampikia? Sikiliza hii 45. Si unaelewa? Tena 45 plain. Sio mmenivalisha vijoo nimekubali. Unadhani ndo nitapika? Mimi sipiki. Yaani kuswala la kupika mimi sitopika wewe. Masamaila, nishakwambia nahitaji ubadilike, alafu sitaki matatizo na wewe. Si umenielewa? Alafu Masamaila, mbona unauza mazingira yako alafu ufanyi chochote hapa ndani? Yaani pesa yako hata sijui wapi inaenda. Ndio maisha gani tunaishi? Pia sasa ndo utajua kwa nini magari ya shule na Masamaila, nisikize kwamba kitu kimoja, tutagombana Masamaila. Kuna siri zito Uswahilini. Kaka yangu Jalala, Kuna vituko Uswahilini. kwa sasa hivi mimi afya yangu imeshatengemaa, naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Ila sasa mama ameniomba, anataka niondoke naye nyumbani kwake nikakae kule siku 2-3 mpaka nitakapopata nguvu vizuri, ndipo atakaponirudisha hapa nyumbani. Sawa, wewe uende kukaa kwa mama. Sasa na vipi kuhusiana na mjomba Sajida? Manake kutoka kwa mama mpaka shuleni kwa kina Sajida ni mbali sana. Nitakuwaje kuhusu shule? Hata mimi na mama tulijadili hilo, na katika majadiliano yetu tulipata maamuzi tu kwamba Sajida kwa sasa inabidi tu baki naye wewe mpaka pale mimi nitakaporudi hapa nyumbani. Fadhili, upo mtaa huu kweli wewe? Maana uonekani. Kila mtu hapa mtaani anakuulizia wewe. Mimi nipo. Ila nimeamua kwenda mbali kutokana na matatizo ya ndugu yangu baba Smaila. Na ningezidi kukaa hapa, maana tungekuwa tunagombana kila siku. Maana yule ndugu yangu, muuni yeye, mvuta bange yeye, yani ana vituko vya kila sababu. Sasa ungemvumilia ndugu yako. Na wewe ni ndugu yako. Haya sisi madhira anayotufanyia. Mke wake yule kaja katuchotesha majina hela mpaka alivyorudi Marabia kumfukuza, ndo sisi sasa hivi kupata haueni. Tatizo la ndugu yangu yule ana sifa. Na kama nilivyokuambia. Wewe Kulwa. Sajida. Abaki kwangu mimi. Ndio. Anaona mjua mwanao alivyochakalamu. Yaani ni mtundu balaa. Dakika 2 hapa, dakika 2 pale. Yaani mimi sasa ndo kwa naanza kumtafuta mara njia hii, mara njia hii. Kwanza tembo umshindi mkonga wake. Na cha pili, pale nyumbani kwako wewe sasa hivi shangazi yake yupo. Na usichokijua, hao watu wamezoeana sana. Kashakuja naye hapa mara kadhaa. Na hata hivyo, yeye mwenyewe yule wifi yule alisema atakuwa anamfuata kila wikiendi, aende akakae naye huko. Alikuwa anamtaka sana tu. Sasa hapo ni wewe tu. Ina maana mmekaa na kuzungumza, mmeshazungumza hayo? Yaani hapo wewe tu na roho mbaya yako. Umembwaga hapa mtoto wa watu siku ile, hujanitambulisha, hujaniambia chochote, kama gunia la chumvi. Sasa kwa taarifa yako, tumeongea mengi. Amejitambulisha, ananijua, ninamjua. Na kwa jinsi ninavyomuona mtoto wa watu, roho mbaya hiyo hana. Kwa hiyo hapo wewe tu, lakini yeye mtoto wa watu waka ana shida. Sawa dada. Mimi sina shida na hiyo. Mimi ni mwanangu. Mswahili anasema mjomba nani? Mama. Ina nini? Ukweli ndio huo. Atabaki na mama yake. Yule vipi? Nduza huyo. Nduza alimpiga kalala kitandani siku 2. Kwa hiyo sasa hivi anapomwogopa huyo Nduza, hata akiona kivuli tu ndo anakimbia kama hivi. Alafu mimi nashangaa sana. Hivi mwili mkubwa kama ule na jinsi vile alivyo. Ina maana
anasumbuliwa na yule mvuta bangi tu. Fadhili, huyo Nduza achana. Nduza. Oh, mkataba wa amani, mkataba. Halo. Uko wapi sasa? Na sasa tafadhali nakuomba hebu njoo hapa maeneo ya nyuma ya sheri hapa. Na dharura kidogo nataka kuzungumza hapo. Hapo si karibu hapo, fanya haraka bwana uje. Sawa nakusubiri hapo. Changamka kidogo basi. Mkataba wa amani. Unajua nikwambia kitu. Wewe ni mwanamke wa thamani sana katika maisha yangu. Na sidhani kama kuna mwanamke wote anaweza akakuzidi wewe. Ila sasa kuna kitu kimoja hapa. Naona mzigo uliobeba huu ni wa baba Samaira. Na wapa mgongoni na mama Samaira. Huu mzigo mimi nataka niondoke nao. Tena nataka niondoke nao mbali kabisa. Kwa sababu umekuwa ni watu kunizungusha sana kwenye malipo yangu. Yaani kila ninapowafuata japo nawafanyia kazi, ila umekuwa ni watu kunizungusha sana. Kwa hiyo mzigo una hela nyingi sana. Kumbe na maana nikiondoka nikienda kuuza huko mbele tapata hela. Nduza. Kwa umeamua kuchagua kazi kuliko mimi mpenzi wako, si ndio? Sina maana hiyo mpenzi. Ila wewe mwenyewe maisha yangu unajua vizuri. Angalia hata mtani kwangu kwenye mazingira yalivyo. Godoro lenyewe lipo chini Watu wanafanya kazi ila kulipa na kuwa vigumu. Kwa hiyo nimeona bora mzigo kwa sababu mzigo una hela kubwa sana. Kwa hiyo nikiondoka nao, fresh maisha yetu yatakuwa mazuri. Wewe niache mimi niondoke nikaforce huko mbele. Mazingira kiwa sawa mimi nitakupigia simu nitakwambia uje. mimi nimeridhika Nduza. Haijalishi ulale chini au kwenye kitanda. Lakini tu madam kwamba upo karibu na mimi kunatosha sana kwangu. Mimi naondoka kwa sababu na watu wangu nishapanga huko. Au vipi naenda kusebenza au mzigo. Mimi nikishakamilisha mambo yote mimi nitakupigia simu nitakwambia sehemu uje. Na unaenda wapi? Siwezi kukuambia kwa sasa. Kwa sababu nikikwambia na imani watu wanaweza kukaba na ukatitaja mimi niko wapi. Nduza. Ina maana una imani na mimi. Paka unashinda kuniambia sehemu ambayo unaondoka. Sasa ni mapenzi au maponzo? Nisikilize nikwambie. Nimekuomba kwa nitakupigia simu. Kutoka na sasa hivi siwezi kukuambia. Wewe mwanamke, kumbuka na madhaifu. Mtu anaweza akakuuliza na ukanitaja mimi niko wapi. Umenielewa sijui? Usinifanyie hivyo. Na kwamba unielewe mpenzi wangu, umesikia? Mimi nitakurudia. Mambo kiasi sana nitakupigia simu. Umesikia? Sawa mpenzi, umesikia? Nduza. Pole, 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 ndiyo dunia. Pole, 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 unayopitia. Pole, 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 ndiyo. Mkataba wa amani, mkataba. Mkataba wa amani, mkataba. Mkataba wa amani. Mkataba wa amani. Kimemkuta nini tena? Hata mwenyewe sielewi. Kwa sababu nimemkuta kwenye maji yule amelala. Nilichokifanya tu ni kumvuta na kuweka pembeni. Basi. Kwani ana shida yoyote kiafya? Hapana. Hana tatizo lolote la kiafya. Nahisi hii wiki sio bahati kwake. Kwa sababu huyu ni rafiki yangu mkubwa sana.
na juzi ametoka kupigwa sana huyu. Kwao unapafahamu? Ndiyo, napafahamu, ni rafiki yangu mkubwa sana, napafahamu kwao. Hebu tumbebe tumpeleke nyumbani. Oh, mkataba wa amani, mkataba. Oh, mkataba wa amani, mkataba. Oh, mkataba wa amani, mkataba. Oh, mkataba wa amani. Ananipigia simu kila mara, njoo. Kuna shida gani? Sasa nikwambia dharura. Dharura gani? Ni hivi, nilikwenda kuongea na dada kule, na katika mazungumzo yetu dada anataka aondoke aende kwa mama akapumzike kidogo. Yaani mama ametaka aondoke naye, sio maana. Nakuelewa. Sasa shida sio yeye kuondoka, shida ni kwamba inabidi amwache Sajida kwanza, yaani niwe naye mimi pale nyumbani. Na sababu ya kumwacha, unajua Sajida sasa hivi yupo katika kipindi cha mitihani na karibia yake, na kuondoka yeye kwenda kule kwa mama, yaani atoke kule kwa bibi yake mpaka shule ni mbali. Kwa hiyo kunipigia simu nikukumbuka, njoo mpaka mimi nataka nijikoe huko njiani. Jambo lenyewe ndio hilo tu. Singeniambia hata baadaye ningekuja jamani. Sina kuja mimi kwako baadaye ama? Unajua shida nini? Mimi ni binadamu. Na kama ningesahau, maana yake ingekuwa kama sijakuambia vyema wewe kutokuambia. Sio unanielewa? Sawa, haina shida. Ndio maana nikasema nikwambie hapa ambako ili jambo naona ninafaa kukwambia. Kwa hiyo kama umenisikia, umenipokea, kama unataka nikwambie baadaye, basi nitakwambia baadaye. Sawa, sasa tufanye hivi. Mimi naona saa hizi nitoe dukani. Duka hapo nyuma hapo. Kuna baadhi ya vitu kaangalia kwa sababu sasa baadaye utakuja. Ili ujue baadaye unataka nini. Sawa, twende. Haina shida. Unamjua? Simfahamu. Hebu kwa mwamshi. Poa brother. Brother. Tuko vipi? Safi. Mbona umejilaza hapa? Hali yangu sio nzuri. Sikia baridi sana. Sasa unaonekana kama ni mgeni hivi. Ulikuwa unaelekea wapi? Mimi ni mgeni lakini hapa nimepumzika mara moja tu. Mamia. Naomba nikae niongee naye kidogo. Ongea naye. Nisikie baba nimesema haina shida. Sasa nilikuwa nataka nikuulize kitu. Umesema kuna mtu unakuja kumtafuta, na huyo mtu unafahamu alipo ama? Na asilimia zote kwamba huyo mtu yupo katika mji huu. Aha. Sasa una picha yake labda? Picha yake mimi sina. Na anafahamika kwa jina gani? Jina lake anaitwa Kibendo. Kibendo. Hilo jina kwangu mimi ni geni kabisa. Sijawahi kulisikia sehemu yoyote katika ile eneo. Sasa shida kubwa ni nini kwenye kumpata huyo mtu, na au amefanya nini? Pale kijijini kwetu kulitokea na msiba rafiki yake. Cha kushangaza
ilifika usiku nilimshuhudia anatoroka na maiti. Jamani, mimi nadhani ni jambo la kustaajabu sana. Haiwezekani maiti ikawa ndani mule, alafu ikatoweka tu kwenye mazingira ambayo hayaeleweki. Unajua ile jambo la kushangaza sana. Sasa sote tulikuwa hapa. Alafu tunashangaa leo asubuhi marehemu tumuone ndani. Kuna kitu tunachokijua. Bora niseme tu ukweli. Mimi jana niliona maiti inatorosha. Nani alotenda hivyo? Kibendi. Kakangu amempeleka. Kibendi. Ndio. Ilikuwa saa ngapi? Usiku mkubwa, usiku wa saa 8. Tembea tu. Kakangu. Nilishindwa kuzungumza kutokana na mazingira yaliyotokea. Lakini ulipaswa tu si ungetuambia mapema. Ungetuambia tangu hiyo jana yenyewe, si ndio hivyo? Ungejua nini cha kufanya. Na tuache mpaka tunataharuki. Kumbe kila kitu tunakijua. Kwa hili jambo hiyo ndio sitaharuki sana. Kwa sababu sisi tuna wakubwa zetu. Na mdogo akishafika hapa na wengine wote wakishapata hii taarifa, mimi naamini watu watakuwa na maamuzi makubwa. Sasa huyo mtu mpaka ameamua kutoroka na maiti, ina maana alikuwa anamdai ama nini? Mimi nafikiri ni sababu ya pesa. Umeona maeneo ya kule? Sasa hapa ndio kijijini kabisa. Na hapa ndio nyumbani. Umeelewa bwana? Unaona bwana, hii nyumba unaiona hii? Hivi unaona hii? Hapa ndio kwa baba. Sawa sawa. Nimeachiwa hapa. Sasa si unaona kule? Ule mkorosho. Ukitoka kule mpaka pale. Mti wa katikati. Sio katikati huu hapa mwanzoni. Ndio. Huu. Hili lote hili ndio eneo letu. Baba kaniachia hapa. Mimi ndio nilizaliwa hapa. Mimi leo sina maneno mengi. Ndio nimekwambia nimekuja kamili leo. Kwa hapa kama serikali za mtaa zipo karibu, basi tukamalize jambo liishe, mimi niondoke. Yaani hapa kijijini sio serikali ya mtaa, umeona ile hospitali ile. Ile hospitali za zahanati ile. Umeona bwana? Serikali ya mtaa ipo nyuma hapo. Yaani maana yake hapo umekuja kwenye sehemu mwafaka, yani muda mwafaka wenyewe kabisa. Umesikia na kuongezea? Umeona hiyo zahanati? Kwanza nataka kufanya ujenzi iwe kubwa sasa hivi, nataka kuitanua. Hapo nyuma serikali ya mitaa ipo hapo nyuma. Soko lipo hapo. Yaani huduma zote za kijamii zinazohitajika zipo. Alafu sichokijua sasa, Mungu kwenye hichi kijiji neema aloshusha. Kila utakachokipanda kinamea. Umeona hiyo ardhi? Yaani hii sio zile ardhi za kupasuka pasuka. Hii ardhi ya mchanga. Naiona? Umeona? Naiona ardhi nzuri. Kingine sasa, kwa sababu wewe una hela, ukitaka kuchimba kisima maji unauza, kwa sababu shida kubwa ya maji hapa vile visima vya kawaida vile vya kizamani vya asili. Kwa hiyo ukiweka bomba hapa, umechimba kisima umeweka bomba, maji unauza, kwa sababu maji yake baridi mazuri, hamna maji ya chumvi hapa. Kwa hiyo kila kitu Mungu kajalia neema kwenye kijiji cha Nyambunda. Labda nikwambie kitu kimoja. Umepata bahati sana. Kwa sababu maeneo yote haya sio kwa hela hiyo. Lakini kutokana na mazingira tu, mimi nimeamua kutoka huku. Niende zangu huko na nataka kwenda.
Mimi naona twende tu tukamalize kwa sababu saizi washafungua hivi serikali ya mtaa. Basi sawa. Malize jambo. Tupite huku bwana. Hali mazingira yamekuwa sio magu, ila nachokiona la 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 la. Wow 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 wow. Pakacha. Sasa mbona ingia ndani sasa? Nenda mara moja ndani. Je, biashara simeshaisha? Tumezunguka, tumemonyesha mashamba, tumetoka hapo, tumeenda hadi serikali ya kijiji, tumeandikisha kila kitu, mzigo ushatoka. Sasa unaingia ndani, mimi nikatie changu kabisa niondoke. Sikilize. Mimi kuingia ndani, nataka nikapange kwanza mahesabu yangu hapo vipi. Sababu nilipopata tu pale, mimi nishapagawa. Kwa hiyo nikatuliza akili zangu nikaangalia mahesabu hapo vipi. Alafu sasa nijue rafiki yangu nakutoa vipi. Sasa na mahesabu sishajulikana milioni 70 ile pale. Mahesabu nini tena unataka kupiga? Mimi nikatie changu, wewe unachukua chako, mimi nikatie changu, na mimi kama nataka nikachukue kishamba hata cha ufuta nijue na ninafanyaje sasa. Sasa wewe ingia ndani ukapiga hesabu tena baadaye umetokea masuala ya msiba, ina maana wewe umeenda kuzika, mimi ndio nishafeli. Kibendu. Wewe uniamini. Yaani nafikia kipindi sasa imani zote zinatoka. Tumekaa miaka mingapi kijijini hapa? Baba. Tumesaidiana mangapi? Hiyo hela. Yaani hiyo nizungumzia hela. Hela ilivyo sana chakula kilichopikwa. Uwezi ukakaa useme chakula kishapikwa na msubiri mtu aje wakati chakula kishapikwa nawe una njaa. Kila mtu afanya chake, wewe chukua cha kwako, mimi nipe cha kwangu, na mimi nikajue nikapata hata kishamba na mimi. Unajua ndio nakukosa ndio naondoka kijijini hapa. Ina maana hapa mimi nabaki peke yangu. Sina swaiba, sina rafiki, sina mtu yeyote. Unajua maisha ambayo mimi na wewe tunaachwa hapa kijijini. Wewe unataka shingapi? Sasa nataka shingapi? Nikisema nataka shingapi mimi naweza kwambia tupige hata paso. Nusu wewe nusu mimi. Sasa niuliza shingapi vivi? 70? Yaani tupige paso mimi na wewe yaani milioni 70 tupige paso. Nyumba ya babangu mimi. Acha hizo wewe sikiliza. Mimi nenda kuhesabu pale nitakugea kidogo angalau cha kufikia machozi. Kwa sababu nilisaidia kutuenda huko tumeenda kule. Ha? Kwaona kingeo kwa moyo baada ya kupata pesa. Una kingeo kwa moyo. Hiyo pesa ndio inasababisha watu wasizikane, sijui watu wasisalimiane ndio hiyo pesa hiyo. Na hiyo michezo ndio inaleta yeye leo. Nisikilize. Hatujafikia huko. Ila tunatazungumza. Wewe kwani acha kununanuna bwana. Unanuna tu rafiki yangu. Hela zipo. Mimi nikiingia ndani mara moja. Nikihesabu takata kidogo nitakuletea hata kwako ndakuja. Utaki kutoa pesa, mimi naondoka, wewe baki na pesa yako. Sikiliza, wewe baki na pesa yako, baki na pesa yako. Sikiliza basi. Wewe baki na pesa yako. Ushanizurulisha mimi. Mimi baki fresh. Nachota kidogo afu ndakuletea. Wewe tumia tu. Ndugu yangu, kwa namna ambavyo umenielezea juu ya huyo mtu, hayo mambo yake ya kishenzi juu ya ushirikina na namna yeye anavyoendesha mambo yake, yuko mtu hapa anafanana naye hivyo hivyo kimatendo, yaani ni kama yeye kabisa. Tofauti ni kwamba huyu jamaa yetu ni kijana anaitwa Mkolongwa. Mkolongwa? Mkolongwa. Mkolongwa yupi unamzungumzia yeye? Kwani wewe unamfahamu Mkolongwa? Maana mtu namzungumzia mimi, babu yake ndo anaitwa Mkolongwa. Na hili jina ni jina la utani. Lakini huyu Mkolongwa anayekwambia mimi sio mzee, ni kijana tu, ila na mambo ya kishirikina. Mimi nafikiri ungemshukuru sana Bwana Sendeko, kwa sababu Sendeko ndiye aliyekutoa kwenye dimbwi la maji. Na let me ask you something. Hivi kilikusibu nini mpaka ukaa kwenye hali kama ile? Ndugu zangu, kuna muda nikijielezea mnaweza mkaniona mimi ni mpumbavu sana. Nilikuwa naelekea nyumbani, ila njiani niliona kofia ya Nduza. Akili yangu moja kwa moja ilipelekea kuwa Nduza yuko maeneo yale. Nikajikuta na hofu na nikakimbia. Baadaye kilichoendelea sikujua ni nini. Nduza huyu Sadali ninamjua mimi au kuna Nduza mwingine? Ndio huyo Nduza unayemzungumzia. Ndiye ambaye namzungumzia hapa. Mimi nafikiri bana unastahili sana kukimbia hivi.
kwa sababu naona ulivyoiona ile kofia Nduza, ulikumbuka kipigo cha juzi, na ndio kakupelekea ukafanya jambo kama hili. Ndugu yangu, mimi naona usinikumbushe, kwa sababu kila ninapokumbuka naumia sana. Kwani umemfanya nini Nduza? Mbona unamuogopa sana? Hebu tuwekane sawa, huyo mkolongwa unamzungumzia yeye anafananiaje? Huyo ni kijana tu, ni mtu mmoja barobaro mrefu kidogo hivi, ana mwili mkubwa sana, ni mwembamba. Ni mtu fulani ambaye ameachia madevu hivi, unaelewa? Alafu anapenda sana kuvaa kofia, muda mwingi huwa anapenda kuvaa msuli. Kwa jinsi unavyonielezea, huyo mtu ndo Kibendo, maana mavazi anayovaa ndo alikuwa anavaa babu yake, kamisi kwa kila kitu. Ina maana huyo Kibendo ambaye ulikuwa unamzungumzia alotoroka na maiti ndo huyu ambaye sisi tunamwita huku mkolongwa? Ndio huyo. Ndugu, huyo mtu na uhakika kwamba nao uwezo wa kuyafanya hayo. Sasa mimi nafikiri tungekusindikiza hapo ulipofikia. Hamna shida. Pole pole pole, ndiyo dunia. Pole pole pole, unayopitia pole. Nduza anatembea na mdogo wangu Lumi, inapelekea mpaka Lumi anapigana kwa ajili ya Nduza, na hii hali imepelekea mimi niumiza sana kwenye kichwa changu, nikamfuata. Ndo haya yote yametokea. Mbona ni kitu cha kawaida sana bro. Alafu siku zote mwenye dada hakosi shemeji. Sasa mimi naona mambo mengine ungeacha apite tu, kwa sababu hayo ni mahusiano. Sio kwamba kila kitu basi ukae kama kaka tu. Yes, unampenda ndugu yako, lakini kumbuka unashindana na moyo wake. Sawa, mwenye dada hakosi shemeji, lakini mdogo wangu ni mdogo sana. Sasa mimi nilitarajia muda wake mwingi awekeze kwenye kusoma na sio kufanya upuuzi anaofanya. Ufikiria hata ingekuwa wewe ungejisikiaje? That matters. Kwa sababu nimefeel the pain that my friend feels. Mimi nashukuru ndugu yangu. Mkataba wa amani, mkataba. Mkataba wa amani. Mama, we nenda, mimi nitapambana nao. Sawa mwanangu, ubaki salama.
Sawa mama. Bye mama. Bye. Bye bibi. Haya, bye. Sajida, Sajida, saidie ndugu zako Sajida. Mimi naamini wewe la mwewe ndio ambao waliokuwa rafiki yako, kwa sababu ndio ambao mliokuwa mnafanya biashara pamoja. Ni kweli, lakini mimi nilifokasi sana na mkewe. Yes, kufanya naye sana, tulipishana kidogo tu. Hivi ili tukio ambalo lilomkuta Batuli, hivi la mwewe ndio ambao waliohusika? Ni kweli, kwa sababu mtaani kote watu ndio wanavyosema. Sasa mimi nikatai ni nani? Mimi nimpe pole, lakini jamaa si alikuwa na mkewe yule? Ndio, alikuwa na mke, ila jambo hilo lilipotokea Mama Samaila alishaachana. Si unajua kichupa tena. Lakini Felali halichomfanya la mwewe hakipona, atakuwa amenyooka. Unavyoondoka mimi hapa unaniachaje? Wewe mwenyewe unajua wewe ndio kila kitu mdogo wangu. Unajua dadangu, hata kama mimi naondoka, ila kumbuka, unaona mzigo dada unaobeba huo mzigo na babake Samaila na mwingine na mamake Samaila. Huo mzigo mwingine ushachanganywa na madawa mundani. Alafu sasa hivi kama unavyofahamu kuwa madawa sasa hivi ni dili sana. Kumbe na imani nikishatoka hapa nikishaenda huko kufosi mazingira yangu, siwezi kuacha kinyonge dadangu, lazima nikutumie. Basi usimsahau, unikumbuke, maana wewe mwenyewe unajua humu ndani ndio kila kitu mdogo wangu. Wewe unadhani mimi nitaishi vipi? Hilo swala nalifahamu. Ndio maana sijataka kuondoka mimi kama mimi. Nimeamua kuja kukuaga, nikwambie kabisa kwa dada, mimi kuna sehemu naelekea, naenda kutafuta. Yaani japo nitafusi vipengele vyangu vyote, ila najua kabisa kwamba kule nimemwacha dada yangu. Kumi siwezi kuacha kinyonge. Yaani mimi nitakule nitafosi mazingira, nitauza, nitapata bosi fresh. Mimi nitakutumia dada yangu, siwazi kwa swala kama hilo. Sawa mdogo wangu, nashukuru. Na huyo Umi, mimi nambeba na mbele kwa gani? Kuhusu Umi mimi nitakutana naye. Nitakutana naye nitamueleza na maana atanielewa tu. Basi sawa mdogo wangu, mimi sina cha kuongea, ila Mwenyezi Mungu tu akutangulie. Sawa dadangu, usiwaze. Sema nilikuwa naomba na kitu kimoja. Akija baba Samaila ama mama Samaila kuniulizia au mtu yoyote yule, basi usimwambie mimi niko wapi au nimeenda wapi. Sawa, neno limefika. Hata usijali mdogo wangu, mimi nitafunga domo langu. Siwezi kuongea chochote. Basi sawa, usiwaze dadangu, swala dogo sana. Haya, poa. Bye. Poa. Batuli, kilichomkuta mwanao kipo sahihi. Binadamu wabaya, nasema wabaya, wanakuchukia bila sababu. Ona, wanakuchukia bila sababu. Wabaya, wabaya, wabaya. Batuli, usilie, 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 ayote mwanadamu anapitia. Usilie, usilie, usilie. Hivi ni kweli baba Samaila alimfanyia Batuli tukio? Kimalabia, mimi mwenyewe sijui, sina uhakika kama ni kweli yeye alifanya ama la. Na kama ni kweli alifanya wakati gani? Mimi nafikiri atakuwa alifanya kipindi kile yeye na mama Samaila walipotengana, kwa sababu nakumbuka Samaila jana kuna kitu aliniambia. Tumekaribia kufika dakika moja. Na Samaila nini? Nisikilize hisia zangu Batuli. Ni mara ngapi nimeshakueleza hisia zangu? Niache bana. Basi nipe hata dakika moja tuzungumze sasa Batuli. Twende basi, twende. Baba. Vipi hapo? Ingia ndani nakuja. Kama ni hivyo, kweli alifikia pabaya. Mimi nampa tu pole. Na vipi kuhusu mke wake mama Samaila? Ni kwa kwa sasa? Kuhusu mke wake kwa kweli mimi sijui, kwa sababu aliondoka tangu siku ile ya tukio lilipotokea, na hata nilivyoenda nyumbani kwao mimi sikumkuta. Nimkuta mjukuu wangu tu Samaila
nikamchukua nikarudi naye hapa. Kwa hiyo mpaka sasa sijui Mama Samaila yuko wapi. Basi sawa, hata mimi niende. Nikipata muda nitakupitia. Twende tukamuone. Mimi nashukuru sana Marabia. Nashukuru kwa umoja wenu. Nashukuru pia kwa ushirikiano wenu. Asanteni sana. Oh, mkataba wa amani, mkataba. 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 Mola ana kusudi lake. Mola mwokoa muja wake. Mola ana kusudi lake. Batuli, tumekukuta nini? Baba Tuli. Kuna nini? Batuli, usilie, usilie, usilie. Ayote mwanadamu anapitia. Usilie, usilie, usilie. Dada, hii jamaa ndio dunia. Mimi nafikiri mtimizo wajibu wako uliniambia. Hawa ndo watu wa kunyanyasa kijinsia. Kila kitu nimemaliza, mdogo wangu. Sina nilichobakisha. Najua umepitia maisha magumu sana ndani. Hukutaka kufanya kitu chochote kwenye maisha yako kwa sababu ya watu kama hawa. Wewe ulikuwa mtu wa kula ndani tu. Ni mtu ulikuwa ukimwona mwanaume yote unamchukia. Nimekuheshimisha leo. Njoo. Usilie, usilie. Ayote mwanadamu anapitia. Usilie, usilie, usilie. Dada, hii nadhani utakuwa sawa sasa. Sawa. Batuli, kila kitu kimeisha. Twende nyumbani. Binadamu wabaya, nasema wabaya, wanakuchukia bila sababu. Ona, wanakuchukia bila sababu. Samaila, kuanzia leo mjukuu wangu, mimi na wewe tutaishi hapa. Sawa mjukuu wangu? Sawa. Lakini baba na mama nasi watakuja? Baba yako na mama yako hawawezi kuja hapa. Wao wataishi huko huko. Hapa tutaishi hawa wawili, mimi na wewe. Sawa mjukuu wangu? Okay, sawa. Lakini siku 2 zimepita sijawaona. Baba yako na mama yako naona wametingwa tu na kazi. Lakini usijali. Wewe ukiwamisi tu niambie, mimi nikupeleke ukawaone. Sawa mjukuu wangu? Sawa. Au upendi kukaa na mimi bibi yako? Nakupenda. Napenda tuishi wote. Oh, mkataba wa amani, mkataba. 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 Alhamdulillah. Mola ana kusudi lake. Kaka, mbona una furaha? Kuna nini? Sasa ninaamini ndugu yangu utasoma na utapambana sana kwenye masomo kufikia malengo yako. Mbona sikuelewi? Unamaanisha nini? Kwani una habari? Hapa mtaani kote taarifa imezagaa kuwa Nduza ameokotwa huko bondeni akiwa amekufa. Amekufa? Ndio, Nduza amekufa. Lume, vipi?
Lumi, ina maana ukufurahishwa na hizi taarifa? Ina maana hujui kama Nduza ni mpenzi wangu? Lumi, nakumbuka mara ya mwisho tulikaa na tukaongea hapa tena, na ukasema kuwa Nduza utaachana naye. Kwa hiyo ina maana ulikuwa bado unaendelea naye, si ndio? Kaka, kwa umefurahia jambo kaka. Kaka, umefurahia kifo cha Nduza. Mdomo wako unaumia. Mimi nimefurahishwa kwa sababu mdogo wangu, mimi nataka usome ili ufike mbali na upambanie ndoto zako na sio kufanya upuuzi uliokuwa unaufanya. Lumi, Wewe sitaki nikuone tena kwenye mji, nataka uende mbali. Mjomba, sio mbali, yaani huyo atokomee. Nikikuona sikusamei tena. Tokemea. Najua umenizidi kila kitu, lakini hii kwangu mimi sio mwisho wa safari yangu. Kwa kuwa uchawi mimi asili yangu, ninapokwenda naenda kukiwasha zidi ya hichi nilichokifanya hapa. Sajida we, Sajida mama, Sajida we, Sajida, Sajida we, ni mtoto jasiri. Sajida we, Sajida, muokoe mjomba wako. Sajida, hiyo ni damu yako. Sajida, muokoe mama yako. Sajida, ni damu yako. Sajida we, Sajida mama, Mkataba huo wa amani, mkataba huo wa amani. Batuli, usilie, ayote mwanadamu